Mimi jina naitwa Bakari Saidi Bakari Ali. Malalamiko ya wananchi sisi nao. Sio lengo letu hasa, kataka hii sehemu yetu ambako tuliachiwa ardhi wazazi wetu idumu hivi mpaka kuondoka dunia hii. Tusinyang'anywe ni mtu yoyote, ila tunyang'anywe mauti, kwa sababu ya kwa mauti yakikufika huna vya kujizuia isipokuwa kuingizwa kwenye mwanda ndani. Ni maumivu na nimeonewa, kwa sababu wale wanokuja hapa wengine hutujibu musikubalini si serikali. Ini wadui wakiui hujitia mule sakosi wakapango wadui. Halafu ikiwa na serikali ya jimbo waje wawekezaji wambile mtatupatia mahali tutawapatia. Sasa ikiwa tunyang'anye mashamba wao waje wapate mapesa washahidio. Sasa hatuna pa kwenda. Mwa nena hapa natu 18 nalisha kwa magua hayo. Hii nchumi na hii nchumi hapo nchumi tuwapa katikati, hatuna tena pa kwenda. Na baada ya shuri hiyo mashamba kuanzia joma hili la Ukuvuani mpaka Maziwa Ng'ombe mote mashamba mpaka Pwani Majoma, na huku kuanzia Ulingoni mashamba mpaka huku kwetu wako Khandani Mto Ng'ombe. Hata babiji hapana eneo. Leo tukataka tusitake tuwajibiwa watu tunaowaria. Mkazi wa shehia ya Shanake, tunaomba serikali itusamehe kwa maeneo haya kuanzia bahari mpaka kusini mji wa Kiuyu mpaka shehia ya msituni, sababu hatutaki tunasietwekeza mifugo twalelea wenetu. Sisi hatutaki, sababu tuna chakula yetu, tuna nyama wetu, tukawalishe wapi sie? Au sie tukale wapi? Sasa sie twaimuomba Mheshimiwa Rais, kama masuala yanayo au kama hanayo, twaomba aje atutete haki yetu. Ni watu zaidi ya 5,600 wanaolima mashahi haya. Na hiyo twaomba uzalimu utondokee. Hatuupendi kabisa kuanzia bahari mpaka juu, sababu kama bahari kuna maendeleo ya kulisha ya kusomesha wenetu. Tutafute tumpata mwalimu ataka nini cha kulipwa. Hatuna malipo sie, na wao hawatulipi mpaka mtoto tusomeshe kwa pesa zetu ngongoni. Kwa Rashidi Hija Sharifu, makusudio wanayokusudia wao ni kutudhalilisha, kiasi cha kutudhalilisha mpaka kufikia mahali kusema kwamba kutaka musitake serikali itachukua. Je, serikali ikiwa itachukua kwa nguvu na wananchi, udhalimu ni udhalimu kiasi gani huo? Halafu tunashokuja gundua ni binafsi, bali ni binafsi wao, kwa sababu wanapendeza chuki kubwa sana kiasi cha kwamba wameona kwenda fuatia haki ya msingi wanifukuza kwenye ofisi kwenda fuatia cheti, na ambapo kwamba cheti size popote pale huwezi kufanya kazi kama hakipo cheti. Wamfikia stage ya kufanya nini? Ya kunifukuza. Halafu wamfikia stage ya kusema vipi atanda na kesi gani hawawezi kushughulikia. Sababu nini? Sikubali kuninyang'anya haki yangu. Sawa? Wakaendelea kusema kwamba ataka fanya nini atakapohitaji cheti hatakipata. Je, serikali kama serikali ndivyo inavyoamrisha viongozi wetu watu endeshe? Hiyo haiwezekani. Serikali inayokusudia ni kujenga amani. Sasa wao wakifanya hivyo, je, ujenga amani au wajenga chuki? Wajenga chuki. Jina langu naitwa Khatibu Rashid Khatibu, mkazi wa Makombani. Sasa kilio chetu kikubwa tuandilia Mheshimiwa Rais kulingana na
wafanyaji kazi wake ambao kwa kanawachagua, ambao kuwa watuzalilisha sisi, ambao kwa kawekea watuongoze, lakini haikuwa mkutuongoza, wankuwa mkutufanya nini? Mkutuzalilisha. Sasa kuhusu kutokana na sehemu ambao kwa tunakusudia kutafuta ruzuku na wenetu na wanyama wetu, ni sehemu ambao kwa mashamba na watu ambao kwa zaidi ya 500, lakini juu ya hivyo wao wanataka kutuzalilisha kihali yoyote. Watuambia sasa hatutajali maslahi ya watu nusu, ili uendeshe matakwa yao wanayotukusudia, hata kwa mkutu, lakini alimuradi uendelee na kufanya leo swala hili. Kwa hivyo tunamuomba Mheshimiwa Rais kutokana na swala hili aje atutatulie matatizo haya. Jina langu naitwa Alau Ismail Alau. Disa kwa mara nyingi nenda muniki amboni na jina mia hivi. Nikiona naputi kwa machozi. Kuona sina za kufanya. Leo ninapopata wageni kanao na shukuru. Ninapopata na warifu mpaka na wafike rais. Wapa naja kusaliwa tusadiwa. Kusadiwa hiyo mipango kwa tukaambiwa kwa paja jengwa hapata jengwa tutashasadiwa. Hala tupate ujumbe kwao. Sikuwa wanaokuja. Hiyo ni matala akiwapita. Hawalu majumbani wasiojiwezekana sie, lakini twapita. Natwalia humo. Bado zakipata pesa ya sheha, kaniji. Endelea mwako na wanawe, basi yeye asema kwa kapigeni bulldozer hapo. Yanantosha. Kwa hivyo ni kuona no mwanki. Kwa hivyo tuomba tena. Maneno yafikie wakubwa. Kwanza rais, takao juhudi limfike rais. Kuna watu wazalilishwa ni watu wa Kiuyu. Sheha. Wachukua na wajumbe wao na yani, wakava vitatizo vizuri wakija, mtatuona watu itata kishapita tutambia kule kwa mwataka, hamutaki. Ya kwenda fanya, tueneni tukaandike kilikiomo, siarizi. Wamuna nazi na ngomba utaandikwa. Namuulize kushandikwa nazi na ngomba, uo utapata fidia. Nitapata fidia nazi na ngomba, jari hizi, arizi humo. Jina langu naitwa Hatibu Mmoja Haji. Ndio hapa mtupe eneo jingine. Sio hivi tutahama, tushazoea hapa na tukishahamishwa, tukishapelekwa jingine tutakwenda tu. Hakuna tatizo lolote. Atambia. Kwa hivyo tukaambia jamaa. Basi jamaa kwa mtaka hivyo, tupeni eneo jingine kwa sababu sema kitondo hapa, hatuenda wapi na watoto wadogo sie. Kwa sababu sasa wengine hatuna tena mama, hatuna baba, na sisi tuna vitoto vidogo na tuzoelea mazingira yanaelelea wazee wetu. Halo wataka nihamisha hapa mimi wapi na watoto? Sendi kufanya watoto na ncha huko. Sijui takwenda. Hawa watu jamani, mkate zetu, wabele wetu, serikali zetu pia zatuongoza, lakini kiasi kimoja tuzulumu. Kwa sababu wageni watuenelea huruma, wanakuja kupima tu ante jamani, ni hamuna maeneo, sipokuwa atakawazulumu tu, na mazulumu masheha wenu. Nao ukitaka wapate haki watakwambia hivyo kwa. Kutaka, usitake, tutafanya. Kile chetu sisi ni kuwa mwanzo tuliambiwa kuna kuja barabara. Mwanzo barabara kweli kaka mpaka ikafika, alhamdulillah. Lakini baada ya kufika mwingi ilipopita barabara na vipande vyetu na vikang'olewa vyote, ikiwa ni miti, ikiwa ni vipande vya kula ambavyo kwa tunakula na wenetu, na sisi ndivyo mishahara yetu sisi, kwa sababu sisi hatuna mishahara wote, isipokuwa mishahara wetu ni vile vipande vyetu tunakula na watoto wetu. Sawa, hatuna mishahara. Sasa lakini vikang'olewa vyote, tena ikavimwa. Sasa vikang'olewa vikatupa sungo na magari, wala hapana hata mmoja aliyeambiwa kwa hii pesa hii kwa kulipa kwa hiki kipando chako. Hakuna mtu aliyefanywa hivyo. Ikabidi wakafanya shughuli zao wanazopenda, ila tusiulize chochote. Vipando vyote vikang'olewa, tukachwa watupu. Halafu na mpaka sasa hivi bado kuna mashamba nayo wanataka kuwaonde na bulldozer ifanye barabara na wanavyokusudia wao. Halafu wasema kama watakajenga sijui mnara wa hewa, sijui mnara wa nini. Na sisi sehemu hile sote tunategemea sehemu hiyo kulima na tukipata riziki tukila na wenetu. Na tukienda kwa sehemu hiyo mkwasa hatuna kwenda. Kwa sababu sisi swali chetu ni kidogo. Tukiendeshwa hapa hatuna pa kwenda.
na hatuna kazi ya serikali kwa tunafanya tukipata mshahara tukila na wenetu. Mshahara wetu sasa ile mashamba tunamo tafuta riziki Mungu atujalie tule na watoto. Na wenzetu mbalimbali wakija tegemea na mashamba tunafanya sisi kazi. Tuangoda kitu tunapa na kula. Ndio kama hivyo. Sasa sisi kusema kweli kwa sasa hatutaki. Kama sisi binafsi tuna mashamba yetu kwa sababu ndio uchumi wetu, ndio rasilimali tunayotegemea tuishi na wanyama wetu. Yaani sote tunategemea muda. Hata ukienda hapo kija tegemea ile ardhi ile. Na wao wanataka waichukue. Kwa hiyo sisi kiufupi hatutaki. Na wao wanasema kwa watachukua kinguvu. Sisi tukataka tusitaki wao watafanya nini? Watachukua. Sasa sisi kwa nguvu hatuwashinda wanatushinda kwa nguvu. Kwa sababu sisi hatuona wapiganaji wote. Kwa sababu ijariki kuondokea tu huwezi ukakaa. Sawa? Mimi binafsi nilikuwa na shamba yangu ya viazi kubwa. Yote ilikuja ya bulldozer. Viazi vinaviona na dia. Viazi tafikiria kidini nchini tu na maharage. Jalenga Songongari. Changamoto hii inajitokeza katika hukumu swala ya mnara wa sola wa jua. Ni kwa mwanzo kwa sababu mnara wenyewe mdhamini ni Zeko hasa ndio wenyewe. Baada ya hapo kikao cha mwanzo ilikuwa majaribio ya mnara huo ukajengwa huko. Ulipojengwa halafu ukamaliza matokeo yake tukapata azima ya kwamba hapa mnara uwezo kukubali. Mara ya pili ukavunjika pale tai safari hii wanasema wankuja tena wale watu wa mnara wa juu. Wankuja hapa wanataka tena kupima eneo lingine. Kwa hivyo tulikwenda zetu mpaka kwenye eneo kwenye matokeo yake eneo wenyewe. Wakaenda wakipima wa jamaa au wenye mashamba yao. Sasa kikao cha kwanza hawakukubali. Walisema sisi hatutaki kwenye mashamba yetu kwa sababu hatuna pa kwenda. Tukaenda na tathmini yetu dawa vile hawakubali. Tukakana serikali ya wilaya ya mkoa pia tukakana vile hawakukubali mpaka leo hawajakubali. Na sasa kwa hivyo serikali bora ifanye tathmini wenyewe. Hivyo juzi tuweko kwenye tathmini. Lakini hakuna hata mtu mmoja. Ukiwaambia, ukiwapa habari, watakwambia haya. Lakini kwenye matokeo ya mashamba